Watu wengi hufikiri kwamba kumsoma mtu akilini ni kipaji cha kuzaliwa nacho au uchawi. Lakini viongozi wakuu wa zamani kama Marcus Aurelius na Seneca walijua siri moja. Tabia ya mtu haijifichi kwenye maneno yake makuu, bali kwenye namna anavyoitikia maisha. Leo nitakupa master key. Nitakufundisha maswali 7 ya kistoic ambayo ukiyauliza au ukiangalia kwa umakini utafunua kuta za ndani za akili ya mtu yeyote. Utajua kama mtu huyo ni mwaminifu, kama ni dhaifu au ni kiongozi wa kweli kabla hata hajahitaji kukueleza historia yake. Lakini tahadhari, swali la 7 ni gumu zaidi na linaweza kubadilisha hata namna unavyojitazama wewe mwenyewe. Hakikisha unabaki nami mpaka mwisho kwa sababu siri hii haifundishwi mashuleni. Kabla hatujaingia ndani, kama wewe ni mtu unayetafuta hekima, unataka kujenga mahusiano yenye maana na kuelewa saikolojia ya binadamu kupitia falsafa ya Stoicism, basi subscribe kwenye channel hii sasa hivi. Bonyeza kengele ya notification ili usipitwe na mwongozo wetu wa kila wiki wa namna ya kuishi maisha yenye msimamo. Tayari? Twende kazi. Swali la kwanza, unajisikiaje au unafanya nini unapogundua kuwa umekosea? Stoicism inatufundisha kuhusu virtue au wema. Mtu mwenye akili ya nguvu hukubali kosa kama nafasi ya kukua. Ukimuuliza mtu swali hili au ukimwangalia anapokosea, utajua kama anaongozwa na ego au logic. Kama akianza kujitetea na kulaumu wengine, ujue akili yake ni dhaifu na hawezi kubeba majukumu. Kama anakubali na kutafuta suluhisho, huyo ni mtu ambaye akili yake imetulia na anaweza kuaminika. Swali la pili, ni kitu gani unachokifurahia zaidi kufanya ukiwa peke yako na hakuna mtu anayekuona? Seneca alisema, hakuna mtu aliye huru ikiwa yeye ni mtumwa wa mwili wake au starehe zake. Swali hili linaonyesha kama mtu ana inner peace. Watu wengi hukimbia upweke kwa kutumia simu au anasa kwa sababu wanaogopa kukutana na mawazo yao wenyewe. Mtu anayeweza kukaa peke yake na kusoma, tafakari au kufanya kitu cha ubunifu ana akili iliyostawi. Ukiona mtu hawezi kukaa dakika 10 katika ukimya wa dhati bila kushika simu, bila kuwasha TV au bila kutafuta kisingizio chochote cha kelele, ujue ndani yake kuna vurugu anayokimbia. Swali la 3, ni nani unayemvutia zaidi kwa sasa na kwa nini? Hapa tunasoma envy au wivu dhidi ya emulation au kuiga kwa nia njema. Stoics wanaamini katika udugu wa kibinadamu. Kama mtu anavutiwa na watu wenye mali tu bila kujali uadilifu wao, hiyo ni ishara kwamba akili yake ni ya kijuujuu, inatawaliwa na materialism au tamaa ya vitu vya nje. Kama anavutiwa na tabia, nidhamu au hekima ya mtu mwingine, huyo ni mtu mwenye dira ya kimaadili. Hii inakuambia nini yeye anajaribu kuwa. Swali la 4, nini huwa unakifanya mambo yanapoenda kinyume na ulivyopanga? Huu ni msingi wa dichotomy of control. Epictetus alifundisha kuwa kuna mambo yaliyo ndani ya uwezo wetu na yaliyo nje ya uwezo wetu. Mtu anayekasirika kwa sababu ya foleni ya magari au hali ya hewa ana akili inayotawaliwa na mazingira, external locus of control. Mtu anayetulia na kutafuta namna ya kutumia hali hiyo mbaya kuwa faida ana akili ya kistoic. Huyu ni mtu anayeweza kuhimili misukosuko ya biashara au kifamilia bila kupoteza mwelekeo. Swali la 5, unafikiri ni sifa gani mbaya zaidi ya binadamu anaweza kuwa nayo? Kisaikolojia, tunachokichukia kwa wengine mara nyingi ni kioo cha kile tunachopambana ndani yetu, projection. Lakini zaidi, ukitaka kumsoma mtu, sikiza anavyowasema marafiki zake wasipokuwepo. Marcus Aurelius alisema, njia bora ya kulipiza kisasi ni kutokuwa kama adui yako. Kama anasema vibaya wengine ili ajione bora, ujue ana insecurity kubwa. Mtu anayetafuta sifa njema hata kwa adui zake ana akili iliyokomaa na yenye uungwana wa hali ya juu. Swali la 6, ni wakati gani uliwahi kusimamia ukweli hata kama ilikugharimu? Stoicism ni falsafa ya vitendo. Usipoteze muda kubishana kuhusu mtu mwema anapaswa kuwa vipi.
kuwa mmoja, alisema Marcus Aurelius. Kama mtu hana mfano wa tukio ambapo alipoteza kitu, fedha, urafiki au muda ili kulinda kanuni zake, basi hana msimamo. Akili ya mtu asiye na msimamo hifuata upepo. Huyu ni mtu anayeweza kukuacha pindi mambo yakiwa magumu. Swali la 7, kama maisha yako yangebaki kama yalivyo sasa kwa muda wa miaka 10, ungekuwa na furaha? Hili ndilo swali la mwisho na muhimu zaidi. Linapima amour fati, kupenda hatima yako. Mtu anayelalamika kila wakati kuhusu maisha yake lakini hachukui hatua, ana akili ya victim mentality. Hawezi kukusaidia wewe kukua. Mtu anayekubali ukweli wa maisha yake lakini ana ari ya kuboresha kidogo kidogo, ana akili iliyoafya. Kumsoma mtu hapa kunakupa picha kama yeye ni mtu wa kuungana naye katika safari ya mafanikio au ni mtu atakayekuvuta chini kwa malalamiko yake. Kumsoma mtu akilini sio kwa ajili ya kuwahukumu, bali ni kwa ajili ya kujilinda na kuchagua nani wa kumruhusu aingie katika mduara wako wa ndani. Stoicism inatufundisha kuwa makini. Kumbuka, unapowasoma wengine, wao pia kwa kujua au kutokujua wanakusoma wewe. Swali ni, je, wakikuuliza maswali haya watakuta nini ndani ya akili yako? Ikiwa video hii imekufungua macho, gonga like hapo chini. Ni swali gani kati ya haya limekustua zaidi? Niandikie kwenye comments, nitasoma na kujibu zote. Tawala akili yako, usiruhusu ulimwengu ukutawale. Stay stoic. Asante kwa kutazama, tukutane video ijayo. Hii ni Fikra Chanya. Peace.